kuwa mtu asiyokuwa wa kawaida katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa kawaida. Kwa hivyo tuna vitu vitano ambavyo kesho tutakuja kujifunza mimi na wewe, ili upate kufika kwa lengo lile ambalo si la kawaida. Uwe mwana mfalme, uwe mtu ambaye unatamanika, uwe mtu ambaye unatoa misaada mbalimbali. Kwa hivyo kesho ndani ya Ayada usitoke. Anza kufanya subscribe kama hujafanya subscribe, anza kulike, share na ucomment, ili Mungu aendelee kutukuzwa pamoja kwa ajili yako na kwa ajili yetu pia. Kwa hivyo ukihitaji kuwa mtu siye kuwa wa kawaida, kuna vitu vitano ambavyo unafaa kujifunza katika maisha haya. Kuna vitu vitano katika ulimwengu wa roho navyo unafaa kufanya ili usikie sauti ya Mungu ana kwa ana, ama umsikie sauti ya Mungu hivi bila mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi huwa wananiuliza, prophet, pastor, mtume, tunataka kujua kwa nini siku hizi hatusikii sauti ya Mungu live? Kwa nini hatusikii? Bwana Mungu ataniwaambie, neno la Mungu linaonyesha kwamba tunaongea na Mungu zaidi. Tunaongea na Mungu zaidi, na manabii na wachungaji fulani ama mbalimbali wanaongea na Mungu na wanasikia sauti kabisa. Je, na wewe unahitaji kujua kwamba sauti hiyo na wewe unahitaji kuisikia ama unahitaji kuijua? Kwa hivyo usichoke na usikome, endelea kufuatilia vipindi. Kesho tunakuja kujifunza. Kesho tunakuja kufunza kusikia sauti ya Mungu bila shaka. Ni vitu gani ambavyo utaepuka, ni vitu gani ambavyo utafanya ili upate kuenda sawasawa na kusikia sauti ya Mungu live. Mkiongea na Mungu ama mkioneshwa live, ili Mungu aendelee kukuzwa. Haleluya. Na mambo haya manabii, wachungaji na maprofeti wote na walimu wanahitaji mambo haya, na mambo haya wamoja Bwana yajua, na ndio maana ukienda kuombewa unapona ukienda. Lakini kuna wengine matapeli, lakini sijasema mtu fulani mimi ni tapeli ama no. Lakini je, unahitaji kujifunza na wewe kujua kusikia sauti ya Mungu? Bila shaka ni hapa ndani ya Ayada ndipo utajua mafunzo haya. Hakuna mahali pengine nafikiri. Sijawahi kusikia mahali ambapo anasema fanya hivi ili usikie sauti ya Mungu ana kwa ana. Lakini kesho mwana wa Mungu ndipo utakuja kujifunza pamoja, ili wewe upate kujifikia madhabahuni, upate kufika patakatifu pa patakatifu wewe mwenyewe, kwa ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, ukiwa mahali popote ambapo upo, ili upate kutembea kwa kusudi la Mungu, ili upate kutembea na Mungu, ili upate kufanikiwa. Unajua, ukitembea na Mungu huku unapata kufanikiwa katika ulimwengu wa kawaida, ndipo unafanikiwa zaidi. Kwa hivyo mwana mfalme, mwana wa Mungu aliye hai, usichoke. Wewe ni mwana mfalme, kwa kuwa Kristo aliyetupea, eti tukimkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, anatupea uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Sasa neno la Mungu hilo linatuambia alitufanya tuwe wateule, makuhani, ametufanya ili tuwe watu wa thamana. Kwa hivyo wewe ni mtu wa maana sana, wewe ni mtu usiokuwa wa kawaida katika ulimwengu wa hapa duniani na katika ulimwengu wa roho. Mwana wa Mungu, wewe ni baraka. Ni kujielewa tu. Kesho sasa ndiyo hapo tunakuja kuleta hiyo, kutoa watu kuwatoa hiyo giza katika ubongo, ili tuwalete katika ufahamu, ili wapate kujua jinsi ya kuongea na Mungu na kumuuliza Mungu maswali yake, ama maswali ambayo kila mtu ako nayo katika maisha yake, amuuliza Mungu mwenyewe, ili Mungu amujibu live. Mungu amujibu kabisa. Kwa hivyo tunajifunza, nimesema kwamba tunajifunza mambo ya karibuni 5 ambayo mtu akifanya ama akiacha anasikia sauti ya Mungu live, na mengine 5 mtu akiyafanya anapata ufanisi live. Mungu akubariki sana. Hapa ndani ya Ayada tunawapenda sana na tunaendelea kuwashukuru kwa kuwa mnaendelea kufanya mchango wenu, kufuatilia vipindi. Hiyo ni moja, kushare na kulike. Hiyo kwa ukweli mnafanya bila shaka. Nawapenda sana wana wa Mungu. Mungu awabariki. Haleluya. Mungu awabariki.